wangu. Mama. Mama, nini tatizo? Hata sielewi. Sijui ni kitu gani tena hiki jamani. Kivipi tena mama? Nimeota ndoto mbaya. Na hii ni ishara mbaya sana. Mama, hizo ndoto zinatokana na ugonjwa, bado unaumwa, unapaswa upumzike. Hapana, usiseme hivyo mwanangu. Kwani mimi ndo nimeanza kuugua leo? Na hii ndoto inanijia mara kwa mara. Sawa, ila naomba uwe na amani mamangu. Unapaswa upate muda wa kutosha kupumzika ili dawa zifanye kazi. Sawa? Sawa, ila ninaomba uniweke wazi. Hivi kuna mtu una ugomvi naye? Mama, wewe mwenyewe unanifahamu mimi na ugomvi wapi na wapi? Basi ni heri. Sawa mama, wewe endelea kupumzika, mimi nipo nje. Sawa. Naam mama. Mida saa 9 nitakuwa hapo nyumbani. Nadhani mtakuwa tayari mmeshatoka kanisani. Okay. Aya, shukrani sana mama. Aya. Wife. Sorry, kama unatumia gari, tumia lile gari dogo. Kwa sababu gari kubwa nina safari kidogo ya masaa kama 3 hivi. Mume wangu, ndio maana huwa sipendi kulitumia. Alafu sichelewe, nakuja saa hizi. No, baby, niko serious. Okay? Kama utaondoka, basi chukua dereva kupeleke, after then arudi na gari. Siendi na mtu, naenda peke yangu. Kuna jambo nahitaji kuhakiki. Jambo gani? Baadaye. Mama. Unaendeleaje? Namshukuru Mungu mwanangu, naendelea vizuri kiasi chake. Maumivu? Maumivu bado yapo nayasikia. Pole. Asante mama. Amka sasa ukaoge upate nguvu. Aya, asante.
Ukitaka tenzi unapiga chapo, wakati wa neno unapiga chapo. Sadaka nayo ni ya kuomba, ili utapata misuli ya imani. Karibu. Piti, mbona sikuelewi? Umebisha hodi, nimekukaribisha, lakini unaonekana sio mstaarabu. Halafu kama umekuja kwa shari, kwani wewe na utanifahamu kisha nitaondoka. Alafu kwanza nilivyosikia habari zako, roho yangu haikutulia kabisa. Nikafikiri kwamba ni mwanamke fulani mzuri, mrembo, kumbe ni wewe kikaragosi. Tena usiyekuwa na mbele wala nyuma. Nimekuja kukuonya. Acha kutembea na mume wangu. Ninamaanisha acha kumdangia mume wangu mimi. Sijui tunaelewana? Alafu mbona kuna wanaume wengi tena ambao mnaendana? Alafu sijui unanichukuliaje? Au hizo pesa anazokupatia zinakupa kiburi? Yaani unanionaje kwanza? Unaweza kunimudu, si ndio? Unanichukuliaje? Wewe unanimudu? Unataka nianze na kipi? Sina kuuliza unataka nianze na kipi? Nivuruge sura au hichi kiumbe kilichopo tumboni? Naona ndo kinakupa kiburi, si ndio? Ninakuonya. Ikijirudia tena,
nitakuja kufanya kitu kibaya kwenye familia yenu. Maina, nini shida? Hamna. Hamna? Hamna hukunalia? Odi. Karibu. Hey, karibu baba. Mama Shaumu. Marahaba, kwema? Kwema kwema. Karibu tupo. Asante. Oh. Sawa. Karibu tupo. Asante. Mama, mimi sio mkaaji. Si ongea hata kidogo tu. Oh, niko busy. Yeah. Marahaba, kwema? Muda wangu mchache, lakini mnisamehe tu. Aya baba, safari njema. Asante. Karibu sana. Na asante pia kwa zawadi. Aya. Maina, si mwenzako anakupigia simu? Kwa nini upokei na unamkatia? Baba. Mama, shikamoo. Marahaba, habari ya asubuhi. Kiukweli sisi wazima. Mama, nimejaribu kumpigia Maina simu apokee simu yangu. Lakini okay, naomba umwambie achukue bodaboda anikute maeneo ya Meko. Yuko hapa anakusikiliza. Shika simu. Shika simu.
gani sasa tunafanyiana? Mbona kupigia simu yangu utaka kupokea? Okay, anyway tuachane nayo. Naomba uchukue bodaboda ikulete maeneo ya Meko niwanunulie chakula. Sawa? Hicho chakula kamwemelee mkeo. Sitaki shida. Nilichoambiwa kinatosha. Sitaki matatizo. Unamtuma mkeo aje kunitishia amani mimi? Asante. Shikamoo baba. Marhaba. Hello. Niambie, naona ndo umeamka. Ndiyo, ila nina muda tangu niamke. Na nina safari ya masaa 5 naelekea Detroit, Michigan. Na nitarudi baada ya wiki moja. Ila kaka, nimeona ujumbe na namba ya simu. Yeah, of course mimi ndo nimekutumia ujumbe huu na namba ya simu. Maana nilikuwa kwao yule binti na niwapelekea zawadi pamoja na simu ili upate nafasi ya kuzungumza naye. Kwa hiyo kaka, hivi ni kweli uko serious ni mwe mwanamke kutoka Afrika? Yeah, ni binti mzuri na ana maadili mema. Najua wapo wanawake wengi hapa Afrika hawana maadili mazuri, ndio sikatai. Ila kwa huyu ni binti mmoja ambaye mzuri sana na ana maadili mazuri sana. Naielewa sana familia yake kwa sababu background ya familia yake naifahamu. Lakini nimefanya vile kwa sababu unajua mtoto binti wa Afrika ukimchukua ukampeleka huko kunakuwa na advantage kubwa sana. Kwa sababu ni mtu ambaye una uwezo wa kumcontrol na siku ukitamani kurudi Afrika inakuwa ni vyepesi sana kuliko kwa mwanamke huko inakuwa ni vigumu kama navyojua mimi. Haya, nimekuelewa brother. Ngoja nifike na kuelekea. Basi sawa, haina shida. Thank you so much.
Makhoti. 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 Vipi leo hatuli hao? Nenda ukale kwa huyo malaya wako. Yes, ndo unamwona bora kuliko mimi. Sijapika humu ndani. Sasa almaambana nini tena? Najua umefanya kitu ambacho roho yako inapenda, lakini kwa sasa hatuzungumzii hilo swala. Siwezi kunyamaza. Bajeshua, siwezi kunyamaza. Wewe ndio unanichokoza. Hivyo ni mwanaume gani usijua thamani ya ndoa ndani? Kipi labda na kunyima? Kuna kipi ambacho unakosa kwangu? Mpaka unaenda kufanya huo usherati na upumbavu huko nje. Unafikiri ndio mwanaume lijali? Huo ni ushenzi tu. Unajishua mdomo wako. Utanifanya nini? Utanifanya nini? Okay. Naomba yaishe. Ovyo, una lolote msharati mkubwa wewe. Hivi, unafikiria unayoyafanya huko nje mimi nayapenda, si ndio? Yaani niangalie tu nichekelee. Please. Naomba yaishe. Naomba yaishe. Tutafikishana pabaya. Hebu niguse. Mwili huu hapa niguse. Kama wewe kweli ni mwanaume umekamilika. Yaani unaona wewe ni mwanaume lijali, niguse. Zamani ndio nilikuwa nakuogopa. Zamani ndio nilikuwa nakujali, lakini sasa hivi sikupendi. Alafu na wewe malaya wako atajuta kukudangia. Maureen, ona jinsi ulivyoumia. Mpaka naogopa kukuangalia. Maana umeumia sana. Ipi mume wako alikuwa na mpango wa kukuua? Jamani, ni kipigo gani hicho? Mary, mimi mume wangu anipendi tena. Nyumba yangu imegeuka kama uwanja wa vita. Hata mimi nimechoka. Nimpendi tena. Maamuzi yangu niliyoamua ni kwenda kumshtaki kituo cha polisi. Haswa, sasa mimi naona hilo ndio jambo la msingi. Mimi naona kabisa tuende kituo cha polisi tukamshtaki. Kwa kitendo alichokufanyia. Ona, ni upigaji gani jamani huo? Nasikia maumivu. Pole binti yangu. Kwani kimetokea nini? Mama, si unamwona mwanao alivyopigwa? Unamwona kabisa jinsi alivyoumia. Nusura tu afariki. Sawa wanangu, nimewasikia. Lakini swala la kwenda polisi, mimi siliafiki binti yangu Maureen. Wakati wetu sisi, kesi za mahusiano na ndoa, tulikuwa tuna namna ya kuzisuluhisha zikaisha. Lakini kwa wakati wenu nyinyi, mnaweza mkaona ni sawa kupeleka kesi polisi. Na sio kwamba ninakumbatia maovu ya mume wako, au sio kwamba nimefurahia kwa kitendo alichokufanyia. Isipokuwa kuna namna hapa, mimi kama mzazi nataka kutengeneza. Na kushauri binti yangu Maureen, urudi nyumbani kwako ukapumzike. Utakapokuwa sawa na maumivu yako yamekwisha, basi utakuja wewe pamoja na mume wako, niwasikilize kwa pamoja ili nijue ni nini tatizo. Lakini swala la polisi kwa sasa siliafiki mimi.
Hodi. Karibu. Karibu. Asante. Mama, shikamoo. Marahaba, habari za saizi? Salamu. Habari za nyumbani? Njema tu. Karibu. Asante. Mama, nimekuja hapa nyumbani kukuomba msamaha kwa yale ambayo yalijitokeza, hususani mke wangu kuja hapa nyumbani kuleta shida. Kiukweli sikujisikia vizuri na ni kosa kubwa sana kutoa ndugu yake nyumbani kwangu na kuja hapa, na pia niombe samahani kwa sababu niseme tu mwenye kosa ni mimi, kwa sababu sikuwahi kumwambia Maina kwamba na mke. Nikaona basi nije angalau tuzungumze, na lengo kubwa ni kwamba nihitaji nisamehe. Usijali mwanangu, sisi binadamu kukosea ni jambo la kawaida, na mkeo alitamka maneno makali ya kutisha, lakini anaweza asitende yeye maneno jinsi alivyokuwa ameongea, akajitokeza mtu mwingine akatenda kukamilisha maneno ya mtu yule mwenye hasira. Tunaogopa. Mama, ni kweli nachokizungumza, ndio maana nimekuja kuomba samahani, na ile jambo utalirekebisha, mambo yote yatakaa sawa. Sawa. Maina, naweza nikazungumza naye kidogo? Basi kidogo hapa. Chochote kutoka kwako. Please. Naomba uniache na maisha nilionayo yananitosha. Mama. Sawa. Halo kijana wangu. Mama, shikamoo. Marahaba, za huko baba? Sijambo mama. Sasa mbona sijawaona? Familia wazee washafika hapa, mimi nimewasubiri na wapigia simu hamjatokea. Nini tatizo? Mama, mimi sijui nikuambie nini, lakini kama wataniruhusu nije peke yangu niko tayari. Lakini kuhusiana na mama Forte hayuko tayari. Nimejaribu kuzungumza naye tuje, lakini hataki. I don't know why. Labda jaribu kuzungumza naye, lakini mimi kwangu hahitaji chochote kabisa nimwambie. Kumbe ndio maana nampigia simu zangu hapokei. Basi mwanangu, achana naye, ni mtu mzima huyo, anajua nini anafanya. Wewe muache tu na maamuzi yake. Basi sawa mama, shukrani sana. Ila kaka, kusema ukweli kabisa, umenikosea kabisa mimi. Naomba niseme ukweli. Kama ungelikuwa unajua tuna kikao hapa na mimi natakiwa kuwepo, usingemuita huyu awepo. Kama unaona kuna umuhimu huyu awepo kwenye kikao, basi mimi nisiwepo. Kabisa kabisa umenikosea. Hivi mama Masudi ni wakuja pale nyumbani ukachukua unyayo wa mke wangu kweli? Dani, hebu kaa chini. Acha mambo ya ajabu. Hapa tumekuja kwenye kikao cha watoto wetu. Ikiwa na maana yule mtoto wetu wa kike anagombana na mwanaume wake. Sasa sisi tunakuja kukaribisha ndoa. Imafika sehemu sasa tunaanzisha na vikao vingine ambavyo havihusiki. Hii ndio kwetu tutafanya nyumbani, sawa? Mmeelewa? Nisione kabisa
tunapata aibu. Kuna kwa watu hapa, shemeji yetu ndio amatuita hapa ili tuje tusikilize na tushauri hii ndoo ya hao watoto. Mumenelewa? Shemeji zangu, wifi yangu pamoja na kaka yangu, ninaomba mniwie radhi sana sana sana. Nilikuwa nafanya mawasiliano na watoto, lakini kwa bahati mbaya mume wa binti yetu Maureen alikuwa amekubali kuja. Nimemzuia kuja kwa sababu hawezi kuja kwenye kikao peke yake na hawezi kuzungumza na sisi akiwa peke yake, maana binti yetu ndo amekataa kata kuja kwenye kikao. Naomba mniwie radhi sana kwa hilo wazee wangu. Naona munaona hii dharau kabambe kabisa. Mtoto tunazaa sisi, tunalea wenyewe, alafu leo mtoto anakuja kutudhalilisha namna hii. Kweli imefikia hatua hii? Hii ni dharau kiboko. Unasikia shemeji yangu? Hebu kaa hapo, kaa kwanza hapo. Naomba nikupe maagizo sasa. Huyu mtoto kuanzia leo, mimi naongea kama baba yake mkubwa, tatizo lolote linamtokea amalize mwenyewe. Si amejua kubomoa na kujenga, ajenge mwenyewe. Ajenge mwenyewe. Sasa we mtoto unatuita sisi kuja kukaribisha ndoo yako, au sio shemeji? Kukaribisha ndoo yako, alafu wewe ndio unagoma. Maana yake si dharau. Na hata maandiko yanasema mwanamke mjinga anavunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Si ndivyo ilivyo? Ndivyo hivyo. Twende. Shemeji, hamna shida. Twende. Twende. Atasema mwenyewe. Wewe baki usuluhishe mjinga mwenzako hapo. Twendeni bana. Mimi nakusikiliza wewe. Wewe ndo mwanaume, utakachopanga ndicho nitakachokifata. Amina, kiukweli ni kama masiala, lakini hauwezi amini. Hatimaye nimetokea kukupenda sana. Kwa hiyo wewe ni mke wangu mtarajiwa. Jiandae kwa ajili ya ndoa. Mungu wangu. Ungesubiri kidogo nikuwe, umri wangu bado mdogo. Usijali, kila kitu kiko kwenye mpangilio. Sio ishafikisha miaka 18? Hapana, bado kama miezi 3. Okay, kumbe ichukue round. Hivi karibuni mambo yote yatakuwa sawa. Na safari ya wewe kuja kwa Marekani karibuni itaanza. Oh, sorry. Naona kaka hapa ananipigia. Hebu nipe kama dakika 10 afu nitakupigia. Maana nataka nimsalimie mama pia. Haya. Amina. Amina. Abe mama. Unafanya nini nje usiku huu? Mama, nilikuwa naongea na Shebi. Oh. Anaendeleaje huko alipo? Anaendelea vizuri na amesema baadaye atapiga simu ili aongee na wewe. Sawa. Lakini ni usiku mno kwako kukaa nje. Hebu ingia ndani bwana. Si unajua si muda mrefu utakuwa mali ya mtu. Sitaki kesi. Ingia ndani. Halo, mambo vipi ndugu yangu? Kiukweli sisi ni wazima wa afya
Nimekupigia simu ili nipate mrejesho kuhusiana na ule dada Amina. Najua waga mnawasiliana naye. Sasa nataka nijue, je, umeridhika naye au tutafute mwingine? Au umeridhika na hao ambao mko nao huko? Basi sawa, hakuna tatizo. Mimi niwatakie tu kila laheri katika safari yenu mpya, mafanikio. Haya. Baba Foti, mimi sina hisia na wewe, labda nilazimisha au nibaki. Mkamu, haya ni maisha gani tunaishi? Hii si mimi wako kabisa, na kuna wakati na kuhitaji, na wakati huu hapa umewadia, wakati wamekuwa na wewe mashirika. Kama wewe unahitaji, mimi sihitaji. Halafu ukiona mimi nakunyima, nenda kwa mwingine akakupe. Halafu sipo peke yangu, tupo wengi. Hebu usitaki kunikela.
Mary. Mbona mwenzako hajaja? We Maureen, hivi unajua kwamba mimi wa kwangu waga anakuja tu nyumbani. Mimi heka za kwenda guest siziwezi shoga. Wewe uogopi? Haya, namuogopa nani? Naogopa kipi? Maureen, nini ambacho ukijui kuhusu mimi? Haya, mwanaume wangu anaweza kakaa mwaka mzima akaja kwa mwezi mara hiyo mara moja. Mimi ni mwanamke nakula na shiba. Nahitaji shoga yangu. Haya, tuachane na hayo yote. Ngoja mimi niende nikapiki kimoja theni na Maureen, wacha mtoto Maureen huyo.
Njoo, 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 njoo. 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 Aya, njoo. Njoo. Foti. Mchukue. Njoo. Mume wangu. Naam. Shikamoo. Marahaba. Kwema? Kwema. Shikamoo mama. Marahaba. Mambo? Jambo. Mume wangu. Naam. Samahani, asubuhi nilitoka lakini sikukuaga. Nilienda kwenye umoja wetu wa kina mama Jitambue. Kama unavyojua, nisipoenda mimi vikao havikaliki. Kwa hiyo mke wangu, tangu asubuhi ndo umerudi sasa hivi. Na hao watoto walikuwa wamewacha na nani? Hapana mume wangu. Kuna muda nilirudi lakini wewe haukuwepo. Basi sawa. Najua umechoka, pia una njaa. Wacha niende nikakuandalia chakula, tena kila ukipendacho. Sawa. Hello, shemeji. Shemeji. Naam. Mimi kidogo leo na safari. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba jitahidi sana ufunge mapema hilo duka. Alafu tembea maduka yote ukusanyie upeleke benki. Shemeji, nimekuelewa. Haya. Hello, Maina. Vipi, umeshaenda kwenye ile nyumba? Nimeshajiandaa, ndo nataka nitoke. Okay, jitahidi sasa, maana natamani siku nikirudi nikutemesha hamia tayari. Haya, sawa mama. Haya. Wife? Mama Foti? Abe. Joshua? Abe mume wangu, nakuja. Sasa mimi naona tayari umeshaandaa kila kitu. Ndio, nishakuandalia. Basi ndio samani. Hello? Ndiyo kaka. Wawekezaji walianza safari jana. Na kesho watatua jijini Nairobi. Sasa niko na shauri kwamba unaonaje ukianza safari leo kuliko ni kesho? Maana uwepo wako ndio mambo yote. Okay. Kuhusu hilo ndo shaka. Mimi tayari nimeshajiandaa. Na leo ndo safari inaanza. So unajua tena ndugu yangu. Kwa hiyo lazima nisimamie hilo swala kwa sababu ndio ilikuwa ndoto ya mzee wetu. Kwa lazima nitimize. Okay. Mimi labda nikutakia safari njema ndugu yangu.
Ila sasa kwani Kina yuko hapo? Maana ni wiki 3 sasa hivi kila nikipiga simu sijabatika kuzungumza naye na apokee simu yangu. Kama yupo ujaribu kumpa simu angalau nizungumze naye. Okay, dakika 5. Kina. Kina. Hey, Sissy. Bro, I wanna talk to you. No, I'm not in the mood. Wait, what? What's up with you? I just don't want to talk to him. Bro, give me a second. Let me call you back. Basi sawa. Was school good today? Maybe. It was fine. Can I know why you don't want to talk to bro there? Because I heard you on the phone with bro Jojo. You talking about going to marry the girl he from in Africa, but no one told me anything. It's like I'm not a part of this family. Do you not want me to go to your wedding? No, it's not like that. It's not like I don't want you to be on my wedding. The problem is, you're too tired for your school stuff. And then plus, you're waiting for something from Miss Johnson. I don't think that's the reason, because I already talked to Miss Johnson. She said my scholarship will take up to 6 months. Oh, I didn't know about that. I'm really sorry about that. It's fine. Like, I already know you guys don't like me. You and him both don't like me, but it's okay. No, don't say that. You know exactly we love you. And to prove that, we're going together, okay? You lying? Are you sure? Yes, Sissy. Are you sure? Yes, Sissy. Stop lying at that. Are you sure? Yes, Sissy. Samahani mama. Si unajua busy. Mimi niko busy. Okay, sasa fanya basi maelekezo. Mume wangu, unaonaje ukanipa hata dakika moja tu nyingine nikakuage? Maana utasafiri alafu taniacha mwenzio mpweke kama nini. Natamani wewe hivyo, lakini angalia muda. Mume wangu bwana, please njoo bwana. Dakika moja tu, sitakuchelewesha. Hivi hii nyumba ndo baba wa mtoto wako amekununulia?
Ndio mama, kwani vipo hujaipenda? Si kwamba sijaipenda. Mimi na babako tulikuwa tunaishi hapa kabla ya matatizo hayajajitokeza, na haya matatizo aliyasababisha baba yako. Lakini uweze amini, Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu. Hatimaye leo tena nimeingia kwenye nyumba yangu. Kwani kulitokea nini mama? Siwezi kukwambia, maana wasipendi kusimulia yaliyopita hapo nyuma, ila muda ukifika nitakwambia. Na kabla sijakwambia, nasubiria mwenzio akija ili aweze kunitamkia kwamba hii nyumba kakununulia kweli au kakupangishia, nisikie kwa kinywa chake. Basi sawa mama, mna shida, hilo linaisha. Maxi, unanifanyia nini hiki eh? Yaani sijatarajia kabisa. Naomba basi tuingie ndani, alafu mambo mengine yaendelee. Sawa mpenzi wangu, nakupenda sana. Nakupenda pia mpenzi, siwezi. Leo ni siku ya 5 nalala humu ndani, moyo wangu hauna amani kabisa, na hii nyumba ni ya mwanaume mwenza. Siwezi kuwa jasiri hivyo. Mimi nachokuomba nirudi, tuwe tunakutana guest kama siku zote. Yaani Maxi, umenikata maini kabisa. Sikutarajia hichi kitu kukipata au kukisikia Okay, kwa sababu wewe moyo wako umekataa, siwezi kukulazimisha. Okay. Asante mpenzi. Basi sawa, hiyo nauli itakufikisha nyumbani. Okay. Wasiliana na bodaboda hapo aje akuchukue, lakini ukifika nyumbani chonde Maxi, naomba unipigie simu unitaarifu kama umefika salama. Mpenzi wangu, nakupenda. Nakupenda pia. Okay. Wife?